Hello my beautiful people, na wasalimia wote ambao mnanifuatilia, ambaye hamsiti kufuatilia Eric Burundi TV. Basi kwa muda huu ningependa nikusalimie, niko pamoja na mmoja nguli sana wa football, mmoja nguli wa mpira wa miguu, nikimzungumzia Sure Boy almaarufu kama Pupan. Daza salama. Fresh, vipi boss? Kwema kabisa. Niko poa kabisa. Wrong time. Fresh. Ya, imetokea ghafla sasa hivi sipo na kuona kwenye ndani ya ligi kuu. Ilitokea changamoto gani kaka? Changamoto ni nyingi blaza. Changamoto zipo nyingi sana. Yeah. Ukitizama bado umri bado ulikuwa unakuruhusu sana kuwepo ndani ya ligi kuu ama kuwepo ndani ya mpira ama kwenye ligi yoyote, lakini umeweza kusimamisha ghafla. Tukilinganisha na mwaka jana ulicheza muda mdogo na ukawa umetulia. Ipi changamoto hasa ambazo ziliweza kutokea mpaka ukaamua kumove? Msimu ulioisha sikuweza kumalizia kwa sababu ya kuna mambo yalitokea pale kwenye timu. Nikawa nimerudi maskani mpaka muda huu, sema ndio hivyo, tunaendelea tu kujipanga. Tutaendelea tu kucheza inshallah. Tutarajie kukuona mwaka kesho au msimu wa pili wa ligi hii inshallah. Kila kitu kikiwa fresh utaona ndugu yangu. Yeah, tutarajie kukuona kwenye timu gani hasa? Swala la timu lenyewe ndio unajua, utaona tu mwanangu. Muda ukifikia utaona ndugu yangu. Kuna maneno ambayo nilisikia kwamba mwaka jana au mwaka juzi uliwahi kutoka Burundi ukaenda kutafuta aidha timu ya kuchezea Zambia na nchi zinginezo, lakini haukuweza kufaulu. Kitu gani kilitokea ili usiweze kufaulu kwenye hizo nchi ambazo ulienda kuandaa kufanya mazoezi? Mambo ni mengi yalitokea kwa sababu kama hauna management inakuwa ngumu blaza. Sisi wengine tunaendaga tu kutafuta wazee wa kusafa, unajua. Ndio. Bila kikubwa ukipata kushika mkono kila kitu kitakuwa sawa. Nikisema Sure Boy, jina lako haswa, jina lako wengi waga wanakufahamu kwa jina la Boban, afu jina lako kamili ni lipi? Naitwa Abdurazak. Unahisi kwamba watu wengi waga wanafikiria, wanasema kwamba wakilinganisha mpira wako ama uchezaji wako wa miaka ya nyuma na sasa kuna utofauti mkubwa. Wengi husema kwamba kipindi bado unasoma ulikuwa mchezaji mzuri sana, lakini kwa sasa kiwango chako kiliweza kushuka. Why? Unakubaliana nayo maneno? Kwa namna moja ama nyingine nakubaliana nayo, kwa sababu unajua mwanzo tulikuwa tuna watu wanatufuatilia sana. Tulikuwa tunashikwa mikono sana na mheshimiwa marehemu Rais Nkurunziza. Tulikuwa tukosi kitu, kwa kifupi tulikuwa tunacheza vizuri, tunapumzika, tunapata kila kitu yani. Ndio maana tulikuwa tunacheza tunaonekana tuna viwango vya juu. Yeah. Ila kwa sasa hivi unajua zile timu zilikufa zipo tena. Kwa ndio hivyo tulipata changamoto hiyo. Yeah, ngoja tuongelee hili hapa. Unahisi kwamba ukosefu wa ama upoteaji wa Romesaje ya hapa kwetu Nyanza iliweza kuyumbisha vipaji vingi vya vijana, au aidha kuondoka ilikuwa imewapa chance yenyewe kujitafutia baadhi ya timu ambao mtaenda kuzichezea? Kuna wengine waliona kwamba zile timu zilivyokufa ilikuwa labda ndio wamepata fursa ya kuweza kutoka. Ila kuna baadhi ya wengine zile timu zilivyokufa na wenyewe kabisa walikufa, kwa sababu wewe mwenyewe unaona zile timu zilikuwa na connection kubwa. Kwa mwisho wa siku hii huko walifuta. Na tulikuwa hatujacheza ligi yoyote kubwa. Kwa sababu nakumbuka timu imefutwa hapo daraja la 3. Yeah. Kama labda ingekuwa tumeshafika daraja la 2 na imani tungekuwa tumeshafika mbali mpaka muda huu. Sawa. Sure Boy, moja kwa moja ngoja nikushukuru. Asante sana. Nikupe shukrani zako na tuwe na shauku sana ya kukuona kwenye ligi tena, aidha hata iwe nchi fulani au moja kwa moja Sure Boy ushasimamisha kucheza.
mpira na bado nacheza, mtaniona tu inshallah. Nashukuru sana. Asante sana. Pisco njoo kae sasa.